niwaambie tu wale ambao walikuwa wanajaribu kuhusisha baina ya X Factor na Faisal Salum si sahihi. Nilizungumza huko nyuma, tukazungumza na tunazungumza tena na tena kwamba Faisal Salum yuko nearby kujiunga na klabu ya Yanga, huku ikiwa mazungumzo binafsi ya mchezaji na klabu yalishakamilika, na nafikiri saizi yalikuwa ni mazungumzo ambayo yalikuwa yanamalizikia kati ya klabu na klabu, na kwa habari ambazo niko nazo mazungumzo yamefikia pazuri, na wakati huo wote baada ya mechi tarehe 12 mchezaji huyu atakwenda kutangazwa kuwa mchezaji wa Yanga na kwenda kutumikia pale namba 10, ambako kimsingi Yanga wana uhitaji mkubwa wa kupata nyota ambaye ana kariba, ana uwezo unaofanania na Faisal Salum. Zimekuwa ni story nyingi sana, na baada ya watu jana kuona kwenye mechi utambulisho wa kuweza kutambulishwa, of course muda wa usajili bado. Usajili unafungwa tarehe 15 usiku saa 6 rafiki, saa 5:59. Then baada ya pale ndio shughuli itakuwa imeisha. Nataka nihakikishe kwamba kwa taarifa nizo nazo na vyanzo vyangu, it's almost deal done, ni kuandaa utaratibu wa kuweza kumalizana na aweze kutambulishwa. Kwa hiyo bado uwezekano mkubwa ni Yanga, na hakuna uwezekano ulio karibu wa mchezaji huyu kuweza kujiunga na Simba, kwa sababu tayari kila kitu kilikuwa kimeshamalizika kwa upande wa Yanga. Baketi mambo madogo madogo ya kuweza kuyamalizia. Sawa Chief, umetupatia nondo za kutosha kuhusiana na biashara hii ya mchezaji na biashara ya jezi kwa ujumla. Sasa kuna ambao wanapata maswali zaidi kwamba pengine Young Africans timu yake bado inamhitaji Faisal Salum, kwa sababu inaonekana wameingizwa wachezaji wakubwa, mawata player, wana wachezaji wawili watatu karibia kila idara. Sasa Faisal Salum bado pengo lake inaonekana ndani ya Young Africans. Definitely. Kwa sababu ukiangalia unazungumza Yanga wameingiza nyota wengi kwenye dirisha hili, na unazungumzia ameweza kuingizwa winga kutoka Zambia ambaye tumemwona, ameingizwa winga kutoka ligi ya Saudi Arabia ambaye tunaweza kumuona, wameingizwa washambuliaji wawili wakati kwa maana Shashaman pamoja na Traore tumeweza kuona, lakini pia nafikiri ni hao nyota ambao wameweza kusajiliwa kwenye kipindi hiki. Sasa ukiangalia nyota wote ambao wamesajiliwa hakuna namba 10. Lakini pia hata kwenye timu yao ambao wako nayo, of course wana Okelo ambaye bado ni kijana ambaye anakuwa, lakini mimi kwa upande wangu nafikiri hajafikia level ambayo anayo Faisal Salum ambaye anayo mtu kama Aziz Ki ambaye alikuwepo. Kwa hiyo ujio wa Faisal Salum maana yake ni mahitaji mahususi kwenye eneo muhimu, ili hawa wingers mbili, ili hawa wakina Traore pamoja na huyo Shashamani waweze kufanya vizuri, wanahitaji huduma kutoka kiungo ambaye atakwenda kulinki kwenye eneo la katikati na kuweza kutengeneza tempo ya mchezo na kuweza kudictate na kuweza kufanya maamuzi ambayo yatakuwa yako sahihi, na hii link up ndio itakwenda kutengeneza timu iweze kuwa ina balance kati ya eneo la kiungo ushambuliaji na eneo la ushambuliaji, ambalo kimsingi ni mtu ambaye alikuwa ni muhimu sana. Hata ukiangalia katika maingizo ambayo nilikuwa nimezungumza mara ya kwanza mpaka kabla usajili hujaanza, nilikwambia kwamba Yanga watakwenda kusajili winga 2. Watakwenda kuchukua mshambaji namba 9 na namba ngapi na namba 10 na kiungo wa ulinzi na beki moja wakati. Kwa hiyo maeneo mengine yote yalishafanywa kazi, limebakia eneo moja tu la kuwa na kiungo mshambuliaji ambaye ni namba 10, ambaye kimsingi walikuwa wako nyota wawili, ambapo kuna Stefan Aziz Ki ambaye ni kigeni, lakini pia kuna Faisal Salum ambaye ni mzawa, na mpaka sasa hivi naona kwamba dili inakwenda kumalizia kwa Faisal Salum Feitoto. Nafikiri kwanza ukiangalia katika hali ya kawaida, binafsi kwanza nianze kumpongeza kwa maana mzabuni wa jezi kwa ubunifu aliyoweza kufanya, na nichukue nafasi hii kuweza kutoa rai kwa wana Simba wote kuhakikisha kwamba wana support kile ambacho anakifanya, kwa sababu kwanza ni maendeleo ya club. Of course sawa, ni promotion nzuri, ni mkakati mzuri wa kuweza kuchangia jezi, kwa sababu hawa wawekezaji au hawa wadhabuni ili waweze kupata nguvu ya kuweza kusupport maendeleo ya club ni baada ya kupata return kwenye kile ambacho wanakifanya. Kwa hiyo ni wakati wa wana Simba kuweza kuunga mkono. Kuna vitu vingi amevifanya, ameweza kutoa magari kwenye baadhi ya nyota wa Simba. Nakumbuka aliweza kumsajili Luemba, nafikiri kabla ya Simba leo yupo alimsajili, lakini kubwa ameweza kuleta gari la kisasa
kwa maana ya Iriza ipo kwenye klabu ya Simba. Haya yote yanafanyika si kwa kutumia karatasi au kutumia maneno, maana kuna mtu anatoa fedha. Kwa hiyo akija na hii operations au hii akija na hii kama ni promotions au kama ni lugha nzuri, kwa maana ya kitu ambacho amekuja kukifanya sasa hizi, ili changizo linakuwa lina faida kubwa kwa klabu. Sababu kwanza itakwenda kuongeza pato la klabu kwa maana ya waweze kujizi nyingi, lakini pia ni sehemu ya kwenda kuchangia klabu. Kwa hiyo ningeomba wana Simba kwa ujumla wake waweze kuhakikisha kwamba wana support ili wazo zuri, ili maendeleo, lakini pia na kuweza kugusa nguvu au kumtia moyo mzabuni ambaye amewekwa bega kwa bega na klabu ya Simba siku hadi siku. Ni wakati na wenyewe kuweza kurudisha kwenye kile ambacho mzabuni ameweza kufikiria. Ni wazo zuri ambalo limeweza kuanzishwa na likiendelezwa sio tu kwa Simba na kwa timu nyingine, linaweza kuja kusaidia, kwa sababu kuna wakati watu wamekuwa kilaumu, naona wachezaji gani hana uwezo, sio wala hivi, unajua, lakini hawajui gharama ambazo timu zinaingia kuweza kuwachukua wanyota. Sasa ifike hatua nao wao pate ni parcel, waweze kuona kwamba ni kwa kiasi gani. Sasa unaambiwa mpaka sasa hizi, nilikuwa nafuatilia kwenye baadhi ya media moja, kuna kama milioni 3 toka imeanza. Kwa hiyo maana yake ukikompea milioni 3 uje kufikia bilioni 3, bilioni ngapi, sio jambo rahisi. Maana ukizungumzia jezi 100,000 kwa 50,000, nafikiri kama bilioni 5 kama sikosei, ni 5 billion. Sasa 5 billions sio hela ndogo kuweza kuichangisha, lakini ndio waweze kujua kwamba wakisikia zimetoka dola 600, 700 kununua mchezaji ni gharama kubwa. Kwa hiyo ni experience ambayo Simba watakwenda kuipata, lakini pia inaweza ikawa iko shared na timu nyingine, waweze kuona namna ambavyo wachezaji wanaweza kawa wana sehemu na wenyewe ya kuweza kununua baadhi ya nyota na kuweza kujivunia na kuweza kuwa sehemu nzuri ya utambulisho au thamani ya klabu husika. Lakini kwa upande wa hii issue ya X Factor, baada ya kuitangaza, sijaona sehemu Jeruti akisema ni Faisal Salum. Sijaona, pengine labda mtani correct, nimeona tu kwamba ni X Factor. Sasa X Factor ni mchezaji yote ambaye anakuwa ni chagizo pendwa na mwenye maamuzi ambaye anaweza kubadilisha mchezo na kufanya timu pate matokeo. Kwa hiyo na wako wengi. Kwa hiyo usitaki kusema ni Faisal kesho na kesho kutwa ikija kushindikana watu wakaanza kumshika mashati. Hapana, yeye amezungumzia ni X Factor player. Hasa kama atakuwa ni nani ni kitu kingine. Mchezaji ambaye atakuwa na thamani ya juu na kufanya na Simba waweze kufurahia ubora alio nao. Na of course mapenzi ya washabiki wengi ya Simba kwa saizi yamekuwa ni Faisal. Na Faisal si kwa sababu tu ya ubora alionao, lakini pia kwa sababu anahusishwa na klabu ya Yanga ambao ni wapinzani wao. Kwa hiyo wangetamani pia kuweza kucounter, na ukiangalia katika dirisha la usajili Yanga ndio walikuwa na nguvu kubwa. Yaani kama utaangalia msimu wa usajili, Yanga ndio walikuwa na nguvu kubwa ya usajili na ndio timu ambayo imefanya usajili mkubwa, no doubt, kuliko timu nyingine yote. Usajili ambao ulishika media zote na kuwa gumzo kwenye kila wakati, kitu ambacho mashabiki wa Simba hawawezi kukifurahia, na pengine nao wangetamani waweze kufanya comeback moja kama hiyo ya kumchukua Faisal, ili walao kidogo waweze kupata momentum na kuweza kujipoza. Lakini kwa ujumla wake